asubuhi ya leo. Mwambie ni wewe ambao umenipa afya ili niweze kukuinua. Ni wewe umenipa uwezo wa kusimama asubuhi ya leo. Sio kwa uwezo wangu Bwana, nguvu zangu, sio kwa sababu ninajua, sio kwa sababu niko na uwezo, bali uwezo wangu watoka kwa asubuhi ya leo. Baba, wewe ambaye umetupa afya asubuhi ya leo, you that has given us understanding this morning, oh God. You that has given us the grace this morning, oh God. You that has given us the power to stand again this morning, oh God. We are here to glorify your name. We are here to glorify your mighty name this morning. We are here to declare of your goodness in our lives, oh God. We are here to declare that it's all about you, that it's all about your grace, that it's all about your goodness, that it is you who has given us life. Oh, you are worthy to be worshipped, O King of glory. Yesu, maana unaweza. Maana unaweza mtakatifu. Unatosha. Jesus, you are worthy of my praise.
uko na uwezo wa Excellent.
hakuna mwingine juu yako kama zako wasahili kutukuzwa, wasahili kuabudiwa, wasahili kuabudiwa Bwana. Hakuna mwingine anayekuwa kama yako asubuhi ya leo tunakutambua kama Baba yetu. Asubuhi ya leo tunakutambua kama Mungu wetu. Asubuhi ya leo tunakutambua kama mwenye miujiza, ishara na maajabu zako Bwana. Tembelea utilali wako na moyo wako. Father, we worship you. Father, we worship you. Tunaweza kufungua kinywa chako asubuhi ya leo ukiwa katika uwepo wa Bwana, ukiwa katika uwepo wa Bwana asubuhi ya leo. Mbele ya Bwana tukumbushe yote. Tumwambie Bwana ni asante kwa sababu ya umbali ambao amekuleta. Tupe kinywa chako mwambie Bwana ni asante kwa wema ambao aliyokutendea. Tupe kinywa chako mwambie Bwana ni asante kwa sababu ya neema fadhili zako. Baba tunakushukuru. Baba tunakuinua kwa sababu ya wema wako, kwa sababu ya wema wako. Bwana tunashukuru asubuhi ya leo. Asante kwa sababu umetupigania miaka yetu wapunge wewe Bwana. Asante kwa sababu umesimama pamoja nasi. Tungereza Bwana, lihimidiwe jina lako lenye nguvu, lisijuliwe jina lako lenye mamlaka, libarikiwe jina lako lenye mamlaka. Hakuna mwingine aliye. Hallelujah. Father, we worship you. Father, we worship you. Hallelujah. We worship you. Hallelujah. Ni wakati mwingine mwema ambao Bwana ametupa. Ningependa tukiwa katika hiyo hali ya maombi tu ufungue kinywa chako. Mwambie Bwana ni asante tu kwa sababu amekupa neema ya kuwa mahali hapa leo. Mwambie ni asante tu, hatuna cha kulipa. Bali sema tu asante. Fungua tu. Mwambie Bwana asante kwa siku ya leo. Asante tu kwa nafasi ambayo umenipa kuwa mahali hapa. Imegharimu mkono wako Bwana. Imegharimu nguvu zako. Imegharimu wewe mwenyewe kunipigania. Yetu mema si kwa sadaka na dhabihu ambazo tumetoa. Imegharimu mkono wa Bwana. Father, we say thank you. Father, we say thank you. Thank you because of this beautiful day that God has given unto us. Thank you, beautiful morning, our Father. You have given unto us to bring your morning. We give our lives unto our God. We honor your name. We worship you, our God. We worship you, O King of glory. You are holy. Hakuna jambo ningeliweza peke yangu. Hakuna jambo ningelifanya kwa nguvu zangu mwenyewe. Nikisema ninaweza, ninajidanganya. Nikisema ninaweza, inua mikono yako sema bila wewe Yesu. Watu mikono yako chini mwambie bila wewe Bwana. Bwana mikono mwambie haungeweza. Unayakini kama peke yako haungeweza. Bila wewe Yesu. Nikisema ninaweza. Ndio najidanganya. Nikisema ninaweza.
We give you praise. We give you glory. You deserve our worship. And that's why, God, we are here. We thank you because of this far that you have brought us, oh God. Even for the far that you are taking us. Your presence is in the house. Father, we pray that may you take control. Even as we move to the next level, Father, we pray that you guide us until the end of the service, and all the glory, honor shall be unto you. In Jesus' name we pray. Amen. Asante sana, tupige praise and worship makofi mazuri. Asante sana. Na wakaribisha nyote siku ya leo katika nyumba ya Bwana. Welcome in the house of the Lord. Ninapoenda kumkaribisha secretary wetu atuletee matangazo, ningependa kusoma kifungu moja from the book of Philippians chapter 4 verse 13. Philippians chapter 4 verse 13. The Bible says, I can do everything through him who gives me strength. Bwana Yesu asifiwe. Naweza fanya mambo yote kupitia kwa nani? Kwa Mungu anayenitia nguvu. May his God be blessed. Karibu sana secretary, tuletee matangazo. Asante. Bwana asifiwe. Praise God. Asante sana, praise and worship. Asante sana kila mmoja kwa sababu ya kuchukua hatua ya kuingia nyumba ya Bwana asubuhi ya leo. Niko na matangazo machache. On 11th June, tarehe 11 mwezi wa 6 huu tunaingia, tutakuwa na leadership election hapa kanisani. Tutakuwa tunachagua viongozi wetu na voter register imewekwa pale kwa wall. Tuende through ili uone kama kuna jina lako. Ile changamoto moja tumekuwa nayo ni watu kurudia majina, ama asemaje? Wacha nitoe example. Ninaitwa Jacqueline, baba yangu ni Nyagaka. So siku moja naamka naandika Jacqueline Nyagaka kwa tithe envelope. Next Sunday inasema hapana, niko na Bwana. Naandika Jacqueline Mbogani. Aya, ingine inafuata nasema hapana, niko na jina ya Ikerecha. Naandika Jacqueline Gechemba. Aya, siku ingine nasema hapana, niko na baba na niko na Bwana. Naandika Jacqueline Nyagaka Mbogani. Hao ni watu wangapi? Mimi tu ndio najua ni mmoja. Lakini yule anapokea hayo, yeye anajua ni watu wangapi? Labda 5 tofauti. Sawa sawa. Aya, saa zingine niruhusu tu Ben Zakari, nitumie example ya Ben Zakari. Si tunamuita Ben Zakari. Akituma kwa till inaleta Zakaria Onyango. Mimi ninaanza kutafuta Zakaria Onyango ni nani? Ama inaleta ameandika Nyambane. So ninaanza kutafuta Nyambane ni nani? Sawa sawa. So chenye nasema, wakati tunaandika, wacha tutumie official names. Na ni vizuri tutumie yote matatu. Nikiandika Jacqueline Gechemba Nyagaka, hiyo ndio iko kwa ID yangu. Sawa sawa. So hata nikitumia sasa Jacqueline Nyagaka na nimeandika ile membership number yangu kwa hiyo bahasha, yule anarekodi atakuwa na kazi rahisi. Kwa sababu sana sana tunaangalia membership number. Kwa sababu ya hiyo changamoto tulijaribu kufanya fine tuning hiyo register, na mkiangalia pale kwa wall mtaona membership numbers zimebadilika.
Kwa hivyo usije kwangu ukiniuliza mbona tena umebadilisha membership number. Ni vile ilibidi tu delete mengine yale imerudiwa, na bado hiyo sio final. So ukiangalia pale ukiona kuna majina umeandika hapo, kama sasa kuna Francis, kuna Mweni Christine Francis, so sijui kama huyo ni mtu mmoja ndio huyo. Yes, unaona bado hiyo register haijakuwa sawa. So kwa hivyo tafadhali nauliza tuangalie wote, na ukinote kuna shida yoyote let me know. Pia utaona kuna mahali imeandikwa watoto wa fulani So hawa watoto unapata wako maybe below ile age ya kupiga kura. Kwa sababu hawa watoto wanatoa tithe, majina yao itaonekana kwa register, lakini hawatakuwa na uwezo wa kufanya nini? Wa kupiga kura. Sawa sawa. So tutaenda kuelekezwa baadaye na bishop wetu mpiga kura ni nani. Bwana asifiwe. Tuko sawa kwa hilo? Na kama kuna swali lolote, tafadhali usisite kuniuliza, ama any management team tutaweza kujibu. We want to appreciate our ladies. Wamama mpo? Ampo? Kuna ile tunasikia tunajua ni wamama. Hebu fanya hiyo. Bas. Asante sana kwa kazi mlifanya jana pale KCPAG. Wamama walikuwa na competition mzuri sana na waliqualify kwenda kwa region competitions, na tunaomba kwamba tuweze kushirikiana pamoja kama kanisa. Wakishinda ni kanisa limeshinda. Hakuna mtu anasema ati wale wamama walishinda, wanasema Nyamataro PAG ilifanya nini? Ilishinda. Kwa sababu ya hili tungependa kukutana sasa, sio wamama peke yake, itakuwa ni wale wamama wote wenye waliimba jana na wenye hawakukua, na pia tutakuwa na church choir. Kama uko na sauti Mungu amekubariki unaweza imba, tukutane tarehe 1. Tarehe 1 June itakuwa on a Thursday, it is a holiday. Tukutane saa 8 kamili hapa kanisani. Bwana asifiwe. Tukutane lini? Thursday tarehe 1 June saa 8 kamili, ili tuweze kuongea mengi zaidi. Wale mlishinda hiyo siku mkiniomba lollipop nitawapatia. Bwana asifiwe. Lollipop imesimamia tu ni haimaanishi ni lollipop. Sawa Okay. Kwa hivyo wacha nisisitize hilo. Choir members, all ladies, tukutane Thursday tarehe 1 hapa kanisani kuanzia saa 8. Tarehe 3 June ambayo ni next Saturday, widows na 3Fs watakuwa na meetings zao. Kwa hivyo vikundi wamejipanga na wanajua watakutana wapi. Kama hauko kwa hicho kikundi, jiunge na wao. The Lord's Table and Worship Experience itakuwa tarehe 4, which is on next Sunday. Worship team, please lead us next Sunday tuweze kufanya worship experience. Tarehe 10 June tutakuwa na men and ladies meetings. Men and ladies meetings pia tutapangwa kwa ajili ya hizo meetings. Apostles watakuwa na mkutano leo baada ya ibada. Tafadhali tuweze kukutana pale kwa Bishop's office. Wazee baada ya mkutano tutakutana tumuone deacon wetu. All men remain after service
and see our deacon. Bwana asifiwe. Tumekuwa na challenge ya till number, lakini saa hii it is operational. Ukiangalia item number 8 itatuelekeza. So tuko na options mbili. Kama unataka kutithe ama kutoa offering yako, unaweza tumia till number 331388 ama utatumia KCB account, ile ambayo itakuwa rahisi kwako. Kwa hivyo till number is operational. Be free, tunaweza itumia sasa. Bethel Fellowship itakuwa on duty this week. I want to appreciate Bethlehem ambao wanamaliza zamu yao leo jioni. Bwana asifiwe. Wanamaliza lini? Tulielewana fellowships, tunamaliza duties zetu Sunday supper. So Bethel, mtaona viongozi wenu ili muweze kujipanga. Fellowship report. Jordan walikuwa 13 wakatoa 1760, Zion 14 wakatoa 450, Jerusalem West 13 wakatoa 300, Jerusalem East 11 wakatoa 1020, Macedonia East walikuwa 19 wakatoa 460, Macedonia West 24 wakatoa 570, Bethlehem walikuwa 9 wakatoa 690, Bethel 22 wakatoa 990 and they had one visitor. Goshen 20 wakatoa 710, Mount Carmel 8 wakatoa 300, Altar Makers 300. Bethlehem Fellowship mtatuanzishia na wimbo, then tutakuwa na ladies, watafuatwa na youths. So tuanze na Bethlehem. Karibu.
hawa ni youths wako hapa mbele. Kama wewe ni youth, kuna nafasi hapa mbele, tunahitaji watu. Just look yourself, pesa fitu ukuje ukaa hapa mbele. Tunafanya wache wabariki na song tunaimba wache wabariki. Haleluya. Haleluya. Naye Mungu aliye hai, twapokea majibu yetu, tunaomba kwake Bwana. Maombi ni kuwasiliana naye Mungu aliye hai, twapokea majibu yetu, tunapoomba kwake Bwana. Omba, omba, utafute uso wa Bwana. Aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Omba, omba, utafute uso wa Bwana. Aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Yesu aliomba, Baba, mapenzi yako yatimizwe. Mungu ajili yako na yangu, kampa nguvu akashinda Getsemani. Yesu aliomba, Baba, mapenzi yako yatimizwe. Mungu ajili yako na yangu, kampa nguvu akashinda. Omba, utafute uso wa Bwana. Aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Omba, utafute uso wa Bwana. Aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi.
kwa siri, atakujibu kwa wazi. Omba, Omba, utafute uso wa wake Bwana Yesu, Aonaye kwa siri, aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. nasema omba, Omba, utafute uso wa Bwana Aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. Omba, utafute uso wa Bwana Aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. Omba, utafute uso wa Bwana Aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. Omba, utafute uso wa Bwana Aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. Yes. Tena kuna kitu ingine tunafanya hapa.